بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى. مي مريم سعيد. karibuni sana kwenye hii kanati ya Al-Qur'ani Nur. Karibuni sana kwenye channel ya Al-Qur'ani Nur. Ikiwa mpaka sasa hujajiunga, tafadhali naomba ujiunge kusudi ufuatilie. Inshallah itakuwa kila ninacholeta kinakuwa na faida kwako na kwa wenzio. Pia ukiwa mwenzio hana, unaweza kumtumia hii link ya hii channel kusudi ajiunge. Leo inshallah nitaongelea kuhusu sala za usiku zile karibu na alfajiri. Kwa Kiarabu wanasema qiyam al-layli fi sahar. Qiyam al-layli fi sahar fi Ramadhan, katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. بعد الحمد والشكر والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كثير يعني wengi katika watu wanaosali sawa sawa wanaume au wanawake wanasali usiku kama hii Ramadhani. Sasa wanasali leo usiku wa mwisho kabisa wa thuluth al-akhir, yani tatu ya mwisho ya usiku. Ikiwa utaigawa usiku sehemu tatu, ile tatu ya mwisho. Kwa sababu gani tunasali usiku wa mwisho? Kwa sababu Allah anashuka katika samaa ya dunia. Allah ikifika usiku wa mwisho karibu na alfajiri kwa muda wa masaa matatu, anashuka, anasema anaita watu viumbe wake. Nani ana dua, ana shida nimpe? Nani ananiomba msamaha nimsamehe? Nani anataka kitu chochote kile nimpe? Ndio maana Waislamu wengi usiku wanakuwa akiwa na shida anasimama, anaswali, anaomba, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuwa wakati ule ni wakati wenye thamani sana na wakati ambao ni ghali sana. Ni huo wakati wa usiku, kama alivyosema Allah kwenye kisa Lut kwa sura Al-Qamar, kama kwenye kisa ya Nabii Lut alayhi salatu wassalam, najaynahum bisahar. Najaynahum bisahar. Sahar yani ايش؟ yani usiku wa mwisho kabisa ule karibu na alfajiri. Na anasema ulama wanasema huu wakati wa sahar ni wakati wenye falah, najah, yani wakati wa kufaulu. Ukiwa mathalan una mushkila wote ule, unaumwa, una deni, unataka kuozesha watoto, unataka kuolewa, unataka kuoa, una maradhi, una aini, una sihir, una jicho, una kila balaa, unataka kupasi kwenye mtihani, au unataka ukaenda ukasoma, au unataka kumalizia upate kazi, chochote kile unachotaka wewe. Sasa ikiwa na hii shida, kwa hiyo amka usiku, utegemee kwa Mwenyezi Mungu, umwelekee Mwenyezi Mungu, umuombe usiku, maana Mwenyezi Mungu atakujibu dua lako inshallah biidhnillah. Anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam kwa sahihi Muslim, katika hadithi ya sahihi Muslim, anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam kwa kisali witr mwanzoni wa usiku, na akasoma mwishoni, akasali katikati ya usiku, na akasali mara ya mwisho, akasali mwisho kabisa ile thuluthi al-layl ya usiku. Kama unavyojua msikitini wanasali mapema, sio katika thuluthi ya mwisho ile, yani sio tatu la mwisho la usiku, la wanasali kwenye baada ya kwenye saa 12, saa 6 usiku au saa 7 ya usiku. Alafu watu wakishamaliza kuswali wanarudi nyumbani, wanatafuta nini chakula, wanakaa, wanangojea kuvile, waswali, wenye kulala wanalala mpaka amke wakati wa kula daku, au wengine wanalala mpaka naamka alfajiri. Hasa huu wakati sio wakati wa kulala. Ukishasali imebakia kabla, ukishasali ushakula daku yako, hasa inabakia sasa huu wakati ule kabla ya adhana kwa nusu saa, amka. Hasa fanya nini? Ndio wakati wenye thamani, wakati mzuri, wakati wa kuomba dua, wakati wa kujibiwa dua. Anasema Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Kama una dhambi yote unaomba msamaha. Na anasema Allah Ta'ala, wa bil ashari hum yastaghfirun, yani wakati ule usiku wa mwisho wanaomba msamaha, wanaomba wanachotaka Mwenyezi Mungu inshallah atawapa. Na kwenye musannaf Abi Shayba an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Nabii Daud, anasema hii hadithi kwamba Nabii Daud alayhi salatu wassalam alimuuliza Jibril,
ya Jibril, wakati gani mzuri wa usiku? Jibril akasema mimi sijui, lakini al-arshi yahtazi fi sahar, yani arshi ya Mwenyezi Mungu, sehemu ya Mwenyezi Mungu kwa mbinguni inatingishika kwenye sahar, yani usiku wa mwisho kabisa. Yani maana yake usiku wa mwisho ndio usiku wa kufanya nini? Wa kuomba dua. Na wanasema baadhi ulama au mfasirina anasema usiku Mwenyezi Mungu anafungua mlango wa janna, milango ya pepo ile anaifungua, afu anaiambia pepo jipambe kwa watu watakaokuingia kwako. Na anasema Jabir radiyallahu anhu, idha jaa waqti sahar qala Allah ta'ala liljanna tatayyabi li ahliki, yani jipambe, jitengeneze kwa sababu watu ambao watakuja wataingia peponi. Afa anasema Jabir, uone kwamba usiku ikifika usiku karibu na alfajiri, hali ya hewa nzuri, ukitoka mashallah utakuta hali ya hewa nzuri sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu milango ya pepo imefunguliwa. Fine. Ukiona sasa utajuaje mimi sasa hii usiku wa mwisho? Wewe utachukua kuanzia magharibi, imeingia saa ngapi? Utaigawa mara 6. Ikiwa utaigawa mara 6, utakuta nusu saa ya mwisho ndio ile wakati wa sahar. Ama ukiwa utaigawa masaa kuanzia magharibi mpaka alfajiri, masaa kutaigawa kwa matatu, itatokea masaa matatu. Hasa hii ikiwa kwenye masaa matatu au masaa matatu kabla ya alfajiri na nusu saa kabla alfajiri, huo ndio wakati hasa. Nusu saa baada alfajiri, huo ndio wakati wa kuomba dua, ndio wakati al-lail, hususa sasa hivi kwenye Ramadhani madua samaa inafunguliwa, Mwenyezi Mungu anashuka, na mwezi uko Lailatul Qadr, a'zam leila, siku ya ukisimama ukaswali na ukaomba ukakubaliwa dua lako. Maka hiyo siku ya Lailatul Qadr ni siku ambayo Mwenyezi Mungu anapanga makadiri ya watu, yani kadari yako itakuwaje, utaishi muda gani, utakuwa vipi, utaoa, utazaa, utakufa, utafanyaje. Ndio maana tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie Lailatul Qadr, atupe khairi za Lailatul Qadr, na kila kismu ambayo Mwenyezi Mungu ameikasimia, ameigawa hiyo siku Lailatul Qadr, atupe ya Rabbi, atupe khairi zake. Ikiwa kuko shari Mwenyezi Mungu atuondolee, ikiwa kuna hiyo balaa yote Mwenyezi Mungu atuondolee, atupe khairi ya hii mwezi mtukufu na siku ya ambayo Lailatul Qadr. Na hii siku ukisimama imanan, nasema naamini Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndo ameniamrisha nifanye hizi ibada kwa imani yangu mimi na ihtisaba, na nataka thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Ukisimama ukaswali ukaomba dua, unasamehewa kila dhambi zilizopita. Alafu anasema siku ya Lailatul Qadr miaka kama vile ibada ya mwezi 1000, yani miaka 80. Afa anasema ummati Muhammad umri wake sio mrefu, kwa hiyo miaka 80 ukiwa utaswali miaka 80 utakuwa mpata thawabu gani? Ndio maana Mwenyezi Mungu sisi walikuwa umma za zamani muda wao mrefu kuishi, wanaishi miaka mingi, lakini sisi miaka yetu sio mingi sana, 60 70 ndio, yani mtu akiishi 90 100 sio wengi. Lidhalika Lailatul Qadri inda kufanya unafanya ibada za miaka 80. Mwenyezi Mungu atujalie watu katika watu ambao wanafanya ibada ya miaka 80 wamekubaliwa kwenye hii huu mwezi mtukufu. Tayeb, idhan ukishamaliza kuswali usipoteze fursa, kaa uombe dua, uswali tena, ondoka, uachana na watu ambao wako na dunia, yani ambao wako busy wenyewe. We ondoka, chukua nafsi yako, nenda peke yako, katawadha, ingia ndani, funga mlango, anza kusoma, sali rakaa 2, rakaa 4, rakaa 6 unazoweza, alafu omba dua, omba kila unachotaka. Taka khair. Kwanza usisahau kujiombea nafsi yako. Ianze nafsi yako, jiombee kwanza. Unapoanza kujiombea nafsi yako, jiombee akhera kwanza. Omba Mwenyezi Mungu akujalie uwe mtu wa peponi, akunusuru usiwe mtu wa motoni. Omba Mwenyezi Mungu akujalie kaburi yako iwe raudha min riyadil janna, isiwe kaburi ambaye ni shimo la moto au shimo la wadudu. Omba Mwenyezi Mungu akujalie uwe katika watu ambao wanapewa kitabu chao kwa mkono wa kulia, ambao wako na Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanaingia peponi bila hisabu. Ukishamaliza kuomba ya nafsi yako, afu utajiombea mambo ya dunia. Sasa utaanza kuomba dunia, unataka nini mwenyewe, omba unachotaka mwenyewe. Ukitaka Mwenyezi Mungu akupe mali, ukitaka Mwenyezi Mungu kuondolee maradhi, ukitaka Mungu akupe afya, Mungu akupe watoto, unavyotaka unaomba. Ukishamaliza utaanza kuombea wazazi wako. Wazazi kabla ya watoto, utaombea wazazi wako, kama wako hai Mungu awape uhai, kama wagonjwa Mungu awape afya, lakini ikiwa wamekufa waombee Mwenyezi Mungu awarehemu,
kwa rehema kubwa, manake kila mtoto akimwombea mzazi Mwenyezi Mungu anamkubalia mzazi mtoto dua hilo. Mzazi huko peponi, huko aliko Mwenyezi Mungu anamjalia anakuwa kwenye fusha. Mwenyezi Mungu atamuondolea mshala. Kama mzazi yuko kwenye mahali pabaya, kwa dua ya watoto, wazazi wale wanaweza kuwa wakaondoka mahali pabaya wakakaa mahali pazuri. Kwa vizuri sana kumuombea mzazi. Ukishamaliza kumuombea mzazi, omba na watoto wako na ndugu zako na jamaa zako, wajukuu zako, nao wataka wewe mwenyewe waombee. Ukishamaliza iwe ndio mwisho. Afu usisahau kumuombea kila Muislamu, au kumuombea ya Rabbi msamehe kila Muislamu na mwanamke na mwanaume aliyeko hai aliyeko mauti. Kila unavomwombea Muislamu unapata kila thawabu kwa yule, kila Muislamu unapata thawabu. Angalia utajikuta yawm al-qiyama una thawabu nyingi sana kwa sababu umeombea dua Waislamu. Na usisahau kusoma hii dua. Rasul sallallahu alaihi wasallam kamuuliza Aisha, kamuuliza radhiallahu anha, kamuuliza ya Rasulullah, nikiona lailatul qadr niseme nini? Kamwambia sema Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Omba Allahumma ighfir li astaghfirullah alazim subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa binadi kalimati wa midadi kalimati la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Madua unayoweza omba akiyo siku hiyo ni siku ya kuomba madua na kila dhikr, unajua unapata thawabu sana. Alhamdulillah kathira, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila neema alizotupa. Nasalu Allah, naomba Mwenyezi Mungu atujalie katika watu ambaye wanaamka usiku, wanasali, wanakubaliwa kufunga kwao, wanakubaliwa dua zao, wanakubaliwa sala zao, wamejaliwa kuwa ambao wamekubaliwa madua yao. Na Mwenyezi Mungu asitujalie katika watu ambao wameharamika, wako bize na dunia wakasahau akhera. Mwenyezi Mungu asitujalie sisi na wazazi wetu na watoto wetu na kila watu wetu tunaowapenda. Mwenyezi Mungu atujalie tufe Waislam, atufufue na Waislam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.